Wapendwa waandishi wa habari, msifu Yesu Kristo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Tuko katika kipindi cha majonzi kufuatilia kifo cha mpendwa wetu Polycarp Kardinal Pengo kilichotokea siku ya tarehe 19 ya mwezi huu wa Februari majira ya saa 4 usiku. Jimbo kuu la Dar es Salaam litamkumbuka kwa namna ya pekee Mwadhama Kardinal Pengo kutokana na utume mkubwa aliofanya hapa Dar es Salaam kuanzia mwaka 1990 alipohamishiwa hapa kama askofu mkuu mwandamizi, na kuanzia mwaka wa 1992 alipochukua uongozi wa jimbo moja kwa moja, na ameliongoza jimbo hili kwa bidii kubwa, kwa uwajibikaji wa hali ya juu mpaka mwaka 2019 alipokabidhi madaraka na kustaafu. Kifo chake ni pengo kubwa kwetu wote, lakini tumepokea msiba huu kwa imani na matumaini. Tunamuomba Mungu Baba wa huruma aliyemjalia uhai, aliyemjalia wito na aliyempa fursa ya kutekeleza utume uliotukuka, amjalie pumziko la milele. Nawaalika watu wote wenye mapenzi mema na Wakatoliki wote kumsindikiza kwa sala na kumwombea pumziko la milele. Nawashukuru ninyi mliokuja kukutana nami na kusikia habari hizi za msiba ambazo bila shaka mmeshazisikia kwa njia nyingine tofauti tofauti. Kwa namna hii mnapokea rasmi tangazo la msiba ambao tunaendelea kuishi. Mwadhama Polycarp Kardinal Pengo atazikwa tarehe ya 28 katika makaburi ya Pugu. Yeye mwenyewe aliandaa kaburi lake pale Pugu miaka sio michache iliyopita, na akapenda zikwe pale, na tunaheshimu matamanio yake hayo ya kutaka kuzikwa Pugu. Tarehe ya 27 siku ya Ijumaa mwili utachukuliwa kutoka Lugalo mortuary na kuletwa hapa St. Joseph. Watu watapata nafasi za kusali na kutoa heshima za mwisho kuanzia hiyo saa 3 Ijumaa na kuendelea mpaka saa 7 ambapo itaadhimishwa misa takatifu ya kumwombea. Watu wataweza tena kuendelea kutoa heshima za mwisho baada ya adhimisho la misa hiyo mpaka saa 10 jioni ambapo itaadhimishwa tena misa nyingine ya kumwombea. Baada ya hapo mwili utabaki hapa kanisani na watu walio tayari kukesha wakisali wataruhusiwa kukesha hapa kanisani
wakisali na kuimba. Jumamosi tarehe 28 saa 12 alfajiri mwili utachukuliwa kutoka hapa St. Joseph na kupelekwa Pugu, ambapo majira ya saa 4 itaadhimishwa misa takatifu ya mazishi. Basi nyote mnakaribishwa mwaga, kumwombea na kumsindikiza. Asanteni. Karibu. Asante. Maswali yangu hapo matatu. Uliza moja, na wengine waweze kuuliza. Kardinali walikuwa wanamtazama vipi kwenye nyanja za kimataifa, lakini ni kwa kiasi gani elimu yake imekuwa msaada zaidi kwa kanisa? Kardinali alitambulika kiulimwengu kama mwana kanisa ambaye aliwajibika kwa mapana na marefu akitangaza Injili. Elimu yake ilimsaidia kutekeleza majukumu yake. Yeye licha ya kusoma katika seminari zetu kuu, alipata fursa ya kusoma chuo kikuu kule Roma, ambapo alitunukiwa shahada ya udaktari mwaka 1976, na aliporudi hapa nyumbani akatumwa kufundisha katika seminari kuu ya Kipalapala. Labda tu niwadokeze, mimi nikiwa mwanafunzi wa Kipalapala katika mwaka wake wa kwanza kama mwalimu, alikuwa mwalimu wangu. Alikuwa mwalimu mzuri. Shukuru Mungu kwamba nimemfahamu na kwamba amenifundisha na pia nimefanya naye kazi. Swali lingine, karibu. Labda baba, tunajua wote tutakufa, lakini pengine kuna sababu ambayo ilipelekea kifo cha Mwadhama. Mwadhama alishakuwa na mang'amuzi ya maradhi kwa muda mrefu. Kwanza kabisa alikuwa na changamoto ya ugonjwa wa moyo, na alishafanyiwa operation, akawekewa kitu kinachoitwa pacemaker. Pacemaker ni kitu ambacho kinasaidia kuratibu mapigo ya moyo au ufanyakazi wa moyo. Yeye alikuwa na chombo hicho, kilimsaidia moyo wake ufanye kazi kwa utaratibu unaoeleweka. Lakini tukumbuke pia kwamba alishakuwa na changamoto ya uti wa mgongo, akafanyiwa matibabu kwanza Ujerumani, akafanyiwa matibabu India, lakini hatimaye alipelekwa Marekani kwenye hospitali inayoitwa ya Cornell, ambapo alifanyiwa operation kubwa iliyodumu takriban masaa 13, na ile operation ilimsaidia. Alikuwa ameanza kupinda, hawezi tena kutembea wima, lakini baada ya operation ile alirudi hapa akiwa anatembea wima. Ameendelea kupambana na uzee na maradhi mpaka hapo Mungu alipomwita kwake. Asante. Baba Askofu, nikurudishe nyuma kidogo. Tarehe 16 ya mwezi wa 5 mwaka 99 aliongoza maadhimisho ya kukuweka wewe wakfu. Bwana mwaka 99. Sawa. Ndio, aliongoza maadhimisho ya kukuweka wakfu kule Jimbo Katoliki la Mbulu kama askofu. Na tarehe 15 ya mwezi wa 8 mwaka 2019 ulirithi jimbo kutoka kwake. Unamwelezeaje mchango wa Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo katika kuimarisha imani na msingi kwa jimbo kuu la Dar es Salaam na Tanzania kwa ujumla?
Kwanza ninamtambua kama aliyekuwa askofu mkuu wa Dar es Salaam. Kama askofu mkuu aliongoza majimbo ya kanda ya Dar es Salaam ambayo kwa sasa hivi ni jimbo la Mahenge, jimbo la Ifakara, jimbo la Zanzibar, jimbo la Tanga, jimbo la Bagamoyo na jimbo lenyewe kuu la Dar es Salaam. Bila shaka askofu mkuu haingilii shughuli za majimbo, lakini anaratibu mahusiano na uwajibikaji wa majimbo hayo. Kwa hiyo natambua kwamba alifanya kazi kubwa ya uratibu na ameliongoza vizuri sana jimbo lake, hivyo kwamba limeweza likakua likaimarika mpaka ananikabidhi jimbo. Tayari jimbo lilikuwa na parokia 115 ambapo yeye alipokea jimbo likiwa na parokia 20. Kwa hiyo kwa kipindi alichoongoza amefanya kazi kubwa na ameliimarisha jimbo.